Amen. But turn with me the book of, because of time, 1 Corinthians, we will be reading. We will be studying about spiritual gifts. And this Sunday, we now started to go deeper about revelational gifts. Hallelujah. Amen. Lord, you're standing in the book of 1 Corinthians, chapter number 12. I'll read. Let me start. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles carried away to these damp idols, however you were led. Therefore, I make known to you that no one speak by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Then first, therefore, there are diversity of gifts, but the same Spirit. There are difference of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but in the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the Spirit, for the profit of all. Then verse 8. For to the one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Then verse 9. To another faith by the same Spirit, to another gift of healings by the same Spirit, to another the workings of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Then 11, but one and the same Spirit works all these things, disputing to each one individually as he do what? Jamani simusome, as he do what? As he will. Bwana asifiwe. Amen. I think wale watu wa media tutatembea pamoja. Amen. You can have your seat. Tunaweza tukaketi. Amen. Today I want us to go deeper about this because I felt strongly. Leo nataka kuangazia mafunzo ya zaidi kwa sababu nilisikia kwa nguvu. That if there's something that we need to understand well, ya kwamba kama kuna kitu tunafaa kuelewa vyema, is this spirit of discernment. Ni hii roho ya kujua ama kutofautisha. Yes, now you need to know so that you may ask God to give you the spirit. Unafaa kujua ili muombe Mungu akupatie roho hii. Because if you lack it, kwa sababu kama huna, then your life will be very difficult here. Basi maisha yako yatakuwa magumu hapa. Hallelujah. Amen. But the moment you have it, lakini wakati uko nayo, then it is possible you are going to experience good life here. Basi inawezekana kwamba utakuwa na maisha mazuri hapa. Because of what we are teaching, we can go to Proverbs as you start 26, 23 to 25, Proverbs 26. Na kwa sababu yetu tutaenda katika kitabu cha Methali 26. We shall pick from there. Now, we said the other day, na tulisema siku iliyopita, about the spiritual gifts. Kuhusu hizi karama za kiroho. Just to have a recap, they are divided into 3 groups. Na tutaangalia tu kupitia, zimegawanywa kwa sehemu 3. And the first group, we call them vocal gifts. Na ya kwanza ni hizo karama za kuongea. Whereby you display them supernaturally by speaking. Ambayo unazionyesha kwa njia ya kimaajabu kwa kuongea. And these, they are 3 things, the interpretation of tongues. Na hizi ni 3, ni uko kutafsiri lugha. The speaking of tongues. Kuongea kwa ndimi. And also prophecy. Na pia unabii. The second group, and also for you to understand that the first church, immediately after the baptism of the Holy Spirit, these vocal gifts were evident in initial stages.
Na unafaa kuelewa kwamba kanisa la kwanza baada tu ya ubatizo uliofanyiwa hii karama ya kuongea iliweza kuonekana. And then we have the second group that we call now power gifts. Tuna vikundi vya pili ambavyo tunaita karama za nguvu. And these are the gift of healings. Na hii ni karama ya uponyaji. Also there's a gift of workings of miracles. Kuna hiyo karama ya kutenda miujiza. And also there's a gift of faith. Na kuna hiyo karama ya imani. And we say that there's power released in these gifts. Na tunasema kwamba kuna nguvu ambayo inatokana na karama hizi. You work out something for this thing to manifest. Ambayo unafanya kazi fulani ili karama hii iweze kuonekana. And we see after displaying now the vocal gifts, we can see in the church now the disciples walking in what we call power gifts. Na tuliona kwamba wanafunzi baada ya kuonesha hizo karama za kuongea waliweza kuonesha hizo karama za nguvu. That's why immediately the day of Pentecost, when they received the Holy Spirit, they started with the evidence of speaking tongues. Na ndio maana baada ya Pentecost walipoanza kuongea kwa ndimi. And the Bible says now after that we see Peter now going to the temple filled by the Holy Spirit. Na Biblia inasema baada hapo tunamwona Petro akienda huko kanisani akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu. And now he performed a power gift. Now he performed a miracle for a man that was lame for many years, sitting in the temple that was called a beautiful gate. Na baada hapo sasa akaweza kufanya hii karama ya nguvu ambayo ilikuwa kutenda miujiza kwa kumponya mtu aliyekaa hapo kwenye mlango. Now after that they progressed as they matured in faith. Na baada hapo wakaendelea kukomaa kwa imani. And now we see now the revelational gift in place. Na tunaona hiyo kuonekana kwa hizo karama za ufunuo. Now we say that there are three these gifts. Na tulisema kwamba kuna karama tatu. They are the word of knowledge. Kuna hiyo ya ujuzi. There's word of wisdom. Kuna neno la busara. And there's discernment of the spirit. Na kuna hiyo kutofautisha roho. And we say that discernment deals not word of knowledge deals with the things that are in the past and the present. Na tulisema kwamba neno la ujuzi ni lile ambalo linafanya kazi ya mambo yaliyopita na mambo ya sasa. It exposes something supernaturally that was in the past and that is in the present. Inaonyesha yale mambo makubwa ya kiroho ambayo yalikuwa yaliyopita na pia yale ambayo ni ya sasa. Then we have word of wisdom. Alafu kuna neno la busara. Now this supernaturally exposes things that are not known in the future. Hii inaleta ufunuo mkubwa ya mambo ambayo hayajulikani ambayo yatakuja. Now there's a difference between the word of knowledge and the word of wisdom and also the prophecy. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya neno la ujuzi, neno la na hilo unabii. And also there is also difference between the gift of the prophecy and the office of a prophet. Na kuna tofauti ya hilo karama la unabii na hilo ofisi la nabii. For somebody to qualify to be in the office of a prophet, mtu ambaye anaweza kuwa katika ofisi hiyo la nabii, you must operate at least 2 revelational gifts. Lazima ufanye kazi na karama mbili za ufunuo. Either word of wisdom and word of knowledge. Inaweza kuwa hilo neno la busara ama neno la ujuzi. Or word of wisdom and the discernment of the spirit. Ama neno la busara na hilo kutofautisha roho. Because when you read the Bible, the prophecy, the gift of prophecy that we see is basically to encourage and to empower or to edify the church. Kwa sababu ukisoma Biblia zile unabii ambazo tunaona ni za kuhimiza kanisa ama kuwafunza. Now I want to go deeper now about the spirit of discernment. Kwa hivyo tunataka kuangazia zaidi hilo karama la kutofautisha roho. Hallelujah. Amen. Sema good. Amen. Now in the gift of discernment, hiyo karama ya kutofautisha roho, we said the other day, tulisema siku hiyo iliyopita, is ability to identify the presence of the spirits. Ni uwezo wa kuona hilo uwepo wa Roho Mtakatifu, wa roho. Be it in a man, inaweza kuwa katika mtu, or evil spirits, ama hizo roho chafu, or the spirit of God. ama roho wa Mungu. Basically there are 3 groups of the spirits. Kwa hivyo kuna aina 3 za roho.
The first one is what we call the Holy Spirit. Ya kwanza ni hiyo ambayo tunaita Roho Mtakatifu. The second group is evil spirit, now the demons. Ya pili ni hizo mashetani ama roho chafu. And then there's also what we call human spirit. Alafu kuna hiyo ambayo tunaita roho za binadamu. Now, when you have the spirit of discernment, you are able to differentiate between the three spirits if they are at work. Kwa hivyo kama una hiyo karama ya utofautishaji, unaweza kujua karama hizo roho zinapofanya kazi. Whether this is a Holy Spirit at work, Kama ni Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi, or is evil spirit at work, ama ni hizo roho chafu ambazo zinafanya kazi, or is human spirit at work. ama ni roho ya binadamu ambayo inafanya kazi. That's why the discernment is ability now Ndio maana huo utofautishaji ni uwezo to distinguish those spirits, wa kutofautisha roho hizo, so that you can know that this person is under influence of what kind of the spirit. ili uweze mtu fulani ana roho gani. Hallelujah. Amen. Say a good amen. Amen. I'm looking for a scripture I wrote yesterday Natafuta andiko ambalo niliandika jana about this man alikuwa anaitwa Solomon. Kuhusu mtu huyu ambaye alikuwa anaitwa Solomon. One of the biggest prayer that he had Ombi kubwa ambalo alikuwa nalo when he became a king, alipokuwa mfalme, he was telling God, give me the spirit of discernment, aliomba Mungu ampatie karama hiyo utofautishaji, because he knew he needed that gift so much. kwa sababu alijua kwamba anahitaji karama hiyo sana. So I said that if you have that gift, Kwa hiyo nilisema kama una karama hiyo, you are able to identify unaweza ukajua the presence of these spirits. uwepo wa roho hizo. Also, I said the other day, Pia nilisema siku nyingine, if you are operating under these gifts, kama unafanya kazi na roho hizi, you are able to see the activities of the spirits. unaweza ukaona mambo ambayo yanafanyika kiroho. If you are ever saw demons, ukaona mapepo, ukaona malaika in ndoto, that is hiyo ndio inaitwa discernment of the spirit. Hiyo ndio inaitwa utofautishaji. Ability now to penetrate in the spiritual realm and now to see the spirits. Hiyo ni uwezo wa kuingia kiroho na kuweza kuona maroho hizo. Hallelujah. Amen. Now, the purpose of this spirit, this gift, Kazi ya karama hii, there are four main reasons why you should have the spirit of discernment. kuna sababu 4 kwa nini unafaa kuwa na huu And utofautishaji wa why kiroho. God gives a church or a believer the spirit of discernment. Na mbona Mungu anawapatia wale waumini hiyo roho ya The kutofautishaji? first reason, because of time, Sababu ya kwanza, kwa sababu ya muda, the spirit of discernment, hii roho ya utofautishaji, as we start now, is like a discerner or scanner. tunapoanza ni ile ya kuweza kutofautisha. In the kingdom, if there's a tool that you need to scan things, Katika ufalme kama kuna kile kitu ambacho kinaweza kuangalia vitu, is this gift now ni hii karama that is able to scan. ambayo inaweza ikaangalia kwa undani. Hallelujah. Amen. Now, the first reason why you need a spiritual gift, as discernment spirit, Sababu ya kwanza ambayo tunahitaji roho hii ya utofautishaji, because it sees beyond the service to the heart of men. kwa sababu inaangalia kupita hiyo kazi ambayo watu wanafanya, lakini inaangalia hadi roho zao. Yaani ni ile ambayo inaangalia zaidi ya pale vitu zinaonekana vile livyo. Because human beings have a tendency to look at the face value. Kwa sababu watu wana hiyo wanapenda kuangalia tu vitu na kuitilia hizo thamani. But when you are operating under this gift now, Lakini kama unafanya kazi na hii roho, it is able to scan beyond the surface. inaweza kuangalia zaidi ya vile vitu ambavyo unafanya. It is able to expose what is hidden beneath. Inafunua vile vitu ambavyo vimefichwa chini. It goes beyond the roots of something. Inaenda zaidi ya mizizi ya kitu fulani. And that's why we said in the book of 1 Samuel 16:7, Na ndio maana tulisema katika kitabu cha Samueli wa kwanza, where God was speaking to Samuel. Samueli wa kwanza 16, pale ambapo Mungu alikuwa anamuongelesha Samueli. And he said that I'm not a man Na akasema kwamba mimi sio mtu who look at outward appearance or in the service, ambaye naangalia tu mambo ya nje but kama I kazi. discern and scan to the core of the heart of man.
lakini inatofautisha na kuangalia kwa undani katika mioyo za watu. The Bible says, see, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I refused him. For the Lord does not see as men see. Kwa hivyo, there is a tendency of a man to look at the first service. Kwa hivyo kuna uwezekano wa mtu kuangalia tu hiyo kazi ya And he juu. continued to say, for the man look at outward appearance, but the Lord look at the heart. Na inaendelea kusema mwanadamu hutazama katika sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyoni. This spirit now is able to scan, not from the surface, but beneath. Kwa hivyo roho hii ina uwezo wa kuangalia kwa undani, sio juu tu bali kwa undani. And that's why this is the reason and how God deals with things. Na ndio maana hii sababu ambayo Mungu anafanya kazi na vitu. God does not look from outside. Mungu haangalii tu nje. Somewhere in the book of Proverbs, Samueli katika kitabu cha Methali, the Bible says the beauty is deceptive, ya kwamba huo urembo unaweza ukadanganya, but the heart is the real thing. lakini moyo ndio ukweli. In the book of also not Samuel, the book of Jeremiah chapter 9, Katika kitabu cha Yeremia 3:9, the Bible speaks something. Biblia inaongelea kitu. I want you to see it now. Na nataka uione sasa. The heart is deceitful above all things, a desperate wicked, who can know it? Then verse 10, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Say my good amen. Amen. Hey. Now God is saying how he operates. Mungu anasema jinsi anavyofanya kazi. That he does, the heart of a man, ya kwamba mioyo ya watu is so evil. Ni mabaya sana. The Bible says the heart of man is desperate wicked. Ya kwamba mioyo ya watu ni miovu sana. And then he said that who can discern it? Ya kwamba nani anaweza kuijua? And he said that I the Lord, I go beyond the physical and I search the heart of the man. Ya kwamba mimi Mungu naenda zaidi ya yale mambo ya nje na naangalia so the mioyo. purpose of this spiritual gift, kwa hivyo kazi ya hii karama za kiroho, is to make sure that it goes beyond what we see. Ni kuhakikisha ya kwamba imeenda zaidi ya yale tunayoona. It look at the heart of men, not outward appearance. Inaangalia hiyo mioyo ya watu na sio muonekano wa nje. Also, it discern the motive behind an action. Na pia inatofautisha hiyo sababu nyuma ya vitu. Because what people does, kwa sababu yale ambayo watu wanafanya, is different from their motive. Ni tofauti na yale sababu ambayo wanaishi. Men are so evil. Watu ni waovu sana. What they can say is different from what they mean in their heart. Yale ambao wanaweza sema ni tofauti na yale ambao wanamaanisha. And if you are going to have a good time in this world, na kama unataka kuwa na wakati mzuri duniani, not to experience a lot of betrayals, usiweze kuona you must ask of this spiritual gift. Unafaa kuuliza juu ya karama hizi. So that you may know the motive behind an action. Ili ujue sababu ya nyuma ya matendo yote. Because people can do something to you, but their motive is so weakened. Sababu watu wanaweza kufanyia kitu lakini sababu zao ni za kiovu. Where we have read in the book of Proverbs 26, Priska, verse 23 to 25. Tuliposoma katika kitabu cha Methali 26. Are you there? Amen. Amen. Let's read together. Tusome kwa pamoja. Kila mtu asome. Can you start 22? Let's start 22. Let's go. The words of a talebearer are like tasty trifles, and they go down into the inmost body. 23. Are like earthenware covered with silver drops. Continue, 24. With lips,
and lays up deceit within himself. Now, this simply speaks about Hii inaongelelea kuhusu a mouth that is so skillful mdomo ambao una ujuzi to speak good things. na inaongea mambo mazuri. In other words, sweet words. Kwa njia nyingine ni maneno matamu. But it disguises itself Lakini inajifanya because the heart is so bitter. kwa sababu moyo una machungu. So this gift will help you not to hear the sweet words. Kwa hiyo karama hii itakusaidia kutosikia maneno hayo matamu. You go now to the heart that is so bitter. You understand the state of the heart of this man. Na unaingia kwa moyo ambao una machungu na unaelewa mambo ya watu Many hao. people that are suffering because of betrayal. Watu wengi ambao wanafanya kazi kwa hiyo kuachwa ama kudanganywa. It's because they did not deploy this spirit on discernment when the words were spoken. Sweet words, they were spoken. But this was to disguise somebody, not to understand the real person in the heart. Ni kwa sababu hawakutumia karama hii kuelewa yale maneno matamu ambao walikuwa wanaambiwa. Hallelujah. Amen. So this is a good and a wonderful gift Kwa hivyo hii ni karama mzuri sana that will help you to understand ambayo itakusaidia kuelewa the heart of a man. mioyo ya watu. Because a man can speak so well, Kwa sababu mtu anaweza akaongea vyema, but finally his heart is so bitter with you. lakini mwishowe moyo wako una machungu sana nao. Have you ever met with a conman? Umeshaipatana na wale watu wadanganyifu? They are so skillful speaking good words to you. Wana ujuzi sana kwa kukuongelesha maneno mazuri. But the heart motive is to hurt you. Lakini hiyo sababu katika moyo wao ni kukuumiza. And they'll pamper you with good words, sweet words like honey. Na wanakubembeleza na yale maneno mazuri matamu That's kama why when asali. you mature as a Christian, Kwa hivyo unapokomaa kama Mkristo, you don't take what people say into heart. uchukulii yale ambao watu wanasema katika But you moyo. pull now the gift of discernment, Lakini unatoa hiyo karama ya and now you start to scan the very words that were so sweet. na unaanza kuangalia yale maneno ambayo You yalikuwa are going to matamu. discover that these words were just something to trap you. Utagundua kwamba maneno hayo yalikuwa tu kitu cha kukuweka kwenye mtego. Hallelujah. Amen. In the book of Psalm 55 verse 21, Katika kitabu cha Zaburi 51 55, 55 21. 21 Very fast. 21. Let's read together. The Bible says what? The words of his mouth were smoother than butter, but The words were so sweet maneno yake yalikuwa matamu sana and also very smooth. na pia yalikuwa laini. But the Bible says inside his heart ilikuwa imedraw sword to stamp you. Lakini Biblia inasema ndani ya moyo wako alikuwa na huo upanga wa kukudunga. The words were so smooth like a butter, more than butter. Biblia inasema mazungumzo yake ni laini kama siagi. But inside his heart was with the war with you. Hata hivyo vita vimo moyoni mwake. That's why I want to encourage you, Church of Jesus. Na ndio maana nataka kuwahimiza kanisa la If you Yesu. lack this gift, Kama huna karama hii, then you are going to suffer here. basi utaweza kuteseka hapa. A young girl, I want to challenge you and to encourage you. Msichana mdogo nataka kuhimiza If siku you ya leo. don't want to face what we call heartbreaks, Kama hutaki kupatana huko kuvunjika moyo, don't accept every word that you are going to be taught by any young man. hufai kukubali maneno tu yote ambayo utaambiwa You na wao must vijana wadogo. discern and scan those words Unafaa kutofautisha na kuangalia to maneno haya. see the heart behind the words. Kuangalia mioyo nyuma ya maneno And haya. that's why this is the nature of God. Na hilo ndio jinsi Mungu alivyo. God does not look what you are saying, Mungu angalie tu yale ambayo unasema. because there's a possibility you can say and you don't mean it. Kwa sababu kuna uwezekano wa kwamba unaweza kusema lakini humaanishi. This is what we call the scanner of hypocrisy. Hii ndio ambayo tunasema yuko kuangalia kwa undani huko hiyo uongo. Because hypocrisy simply means that what you say and what you mean is different. Kwa sababu huko kujifanya kunamaanisha kwamba yale ambayo unasema na yale So ambayo the spiritual gift unasema ni will tofauti. help you not to fall. I pray from this
evil spirit of hypocrisy. Kwa hivyo karama hizi zitakusaidia usiweze kuanguka kwa mitego hiyo ya uongo. Sema good amen. Amen. Now look here. Kwa hivyo angalia hapa. When God is looking at us now, Mungu anapotuangalia, also he look it with the eye of discernment. pia anatuangalia na jicho la utofautishaji. There are three things that I've come to discover very fast God will scan in our lives. Kuna vitu vitatu ambavyo nimekuja kugundua kwamba Mungu ataangalia kwa undani katika. The first one ya kwanza is our praise and worship. ni kusifu na kuabudu kwetu. God does not take what you say. Mungu hachukui tu yale ambayo unasema. Tunainama, tunainuka. Kazi yako ni kusaidia. Tunainama, tunainuka. Ni wewe mas. Na huyo mtu wakati anainama anainuka, moyo hauko hapa, uko mbali sana. Sasa hiyo anaendelea kuongea. Na anakula mbikiji. Hiyo ndiyo inaitwa Mungu anaangalia naona kwa hypocrite, because what you are saying with your mouth does not match with your heart. Kwa sababu yale ambayo unasema na kinywa chako. Very fast in the book of Matthew 15:7-9. Matthew 15:7-9. Mathayo 15:7-9. There are three things that God will test us very fast. The Bible says, hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, let's go verse 8, every one of us. Let's read. Nasema msome. Everybody read. Angalia hapa. So, let's go. There's that possibility whereby when we are coming before God to worship Him, kwa hivyo kuna uwezekano kwamba tunapokuja mbele ya Mungu kumwabudu, as we are drawing near to Him, tunapomkaribia, that we are so serious praising Him, tunakuwa tu ni kama tunamsifu. But when God scans the worship, lakini Mungu anapoangalia iko kusifu, our hearts are so far from Him. Mioyo yetu iko mbali sana naye. And this is what we call now rejected worship. Na hiyo ndio ambayo tunaita maabudu yaliyotupiliwa. The second thing is your prayer. Kitu cha pili ni maombi yako. In the book of James 4:3. Katika kitabu cha Yakobo, when you are praying, God will look and listen to your prayer with the eye and the ear of discernment. Unapoomba Mungu atasikia na kuangalia maombi yako na James sikio la chapter number 4. Yakobo 4:3. Let's read together. Tusome kwa pamoja. Because you ask amiss. Verse 4. Let's go to, let's go to verse 2. Verse 2, sorry. Please come. Verse 2. Verse 3 now. Some version nasema kwamba you ask with a wrong motive. Yani unaitisha, unakazana kwa maombi, nataka Bwana unibariki, nitasaidia. Na Mungu anajua kabisa motive yako si kile unasema. Unataka ufilishe mtu. Unataka utumie proof a point. Lakini umesweat, uko na kitambaa unaendelea kuomba, Bwana nibariki. No, na quote kila scripture. Then every prayer must be subjected now to discernment. And the Lord will reject. That's what the Bible says. You ask, you don't receive because the motive is so wrong. Ndio maana Biblia inasema kwamba mnaomba lakini hampati kwa sababu mnavyoomba nazo ni si za ukweli. Why are you asking? Is because you want not. Is a kingdom promotion. What you want to receive is for your personal pleasure.
si ya kuendeleza huo ufalme, lakini unataka kupokea tu ili kujifurahisha mwenyewe. Because the shortcut to receive from God Kwa sababu njia fupi ya kupokea kutoka kwa Mungu is to ask because you want to promote the kingdom agenda. ni kuitisha ili uweze kuendeleza hiyo agenda ya But ufalme. where you want to fund your pleasure, then it will be rejected prayer. Lakini kama unataka tu kujifurahisha mwenyewe, basi maombi yako That's yatatupiliwa. what the Bible says. There's a possibility you ask so much, you pray for a long time, but you don't receive, because when God looks at the heart, the motive is so weakened. Ndio maana Biblia inasema kwamba kuna uwezekano mnaomba na mpati, kwa sababu Mungu anapoangalia mioyo yenu, masababu zenu za kuomba ni si za uzuri. Then sacrifice can also be discounted. Proverbs 21:27. Pia sadaka inaweza kutupiliwa kama tunavyoona katika kitabu cha Methali 27:27. 21:27. First, please. The sacrifice of the wicked. Which verse is that, Priska? Huh? Version. New King James Version. Let's read. Let's go. The sacrifice of the wicked man is an abomination. How much more when he brings it with wicked intent? It's the motive, isn't it? Somebody can bring a sacrifice with a bad motive. Mtu anaweza akaleta sadaka kwa sababu mbaya. The pastor will never know. Mchungaji hawezi akajua. But the one that receive will know it. Lakini yule ambaye anapokea anajua. That's why now wakati ambao sina Mungu ana sort out sacrifice, anasema this one is abomination, this one is a right sacrifice. Ni kama umetoa kitu kama pink ama nguruwe mbele za Mungu na hataki, kwa maana issue si ya kwamba is a good sacrifice, lakini the heart that gives, the motive is so evil. Shida si sadaka ambayo unayeleta, lakini ni hiyo nia ambayo unatoa sadaka hiyo. Kuna watu tithe wanaletanga nusu, lakini lazima asimame mbele na bahasha ameinua vizuri, kwa sababu motive ni ya kwamba awe relevant mbele ya people, ya kwamba yeye utoa. Lakini wakati ambao inapigwa scan, unasikia rejected, inatuliwa kando. That's why your sacrifice will never go anywhere, na utakuwa na nguvu yoyote, kwa maana kile unatoa kinakataliwa. Sema good amen. Amen. And the last one can be rejected is your service to God. Na ya mwisho ambayo inaweza kutupiliwa ni hiyo kazi yako kwa Mungu. You can serve God so much, Unaweza ukamtumikia Mungu sana, but your motive is wrong. lakini nia yako ni mbaya. In the book of 2 Chronicles 25:1-2. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili 2 Chronicles 25:1-2. Mambo ya Nyakati ya pili 25:1 hadi 2. Amaziah was 25 years when he became the king and reigned 29 years in Jerusalem. His mother, that's verse 2. And he did what? Let's read together. God rejected this king because everything that he was doing was a good thing. Mungu alimtupilia kwa sababu kila kitu ambayo alikuwa anafanya ilikuwa mazuri. But when you look at the heart of this man, was not a perfect heart. Lakini unapoangalia moyo wa mtu huyo hakuwa moyo mzuri sana. He was committed, but there was no commitment in the heart. Unajua kuna watu ambao kama angejitoa kabisa, lakini anafanya vitu kwa face value. Kama ni maombi anakuja amechelewa, kama ni kutoa tu anatoa kidogo, lakini moyo unjejitoa. Mungu akajua kwamba this one is a useless guy. I reject him as a king because although ile vitu anafanya mbele ya watu inakaa vizuri, lakini moyo wake ni mwovu, akamkataa. How many people today they are serving God but their heart Ni watu wangapi ambao leo wanafanyia Mungu kazi, lakini is mioyo not yao fully committed to God? mioyo yao haijajitoa kabisa kwa Mungu. This is where the spirit of discernment will come to place. Hapa ndipo roho ya utofautishaji itaweza kutenda Now kazi. the second reason why you need the spirit of discernment, Na sababu ya pili ambayo unahitaji roho ya it will utofautishaji distinguish between the spirit behind any manifestation. ni kutofautisha kati ya roho ambayo inajionyesha. Inafanya kazi behind anything.
When you see strong manifestation, unapoona hiyo maonyesho mazito, somebody has been prayed na amepona ama ameombewa anatapika. kuna mtu ambaye ameombewa na akapona ama he vomited. Beja kwa wapi? Where's Beja? Tonia yuko pia. Bwana siye. Amen. Mark kuja. Bwana siye. Amen. Nowadays, Bwana siye. Na uko sharp. Amen. Nowadays kuna wabiri, angalia hapa, atuangalie hivi. Kuna wabiri siku hizi anakuja na nguvu zake. Akifanya hivyo mtu unaona hiyo? Anawafanya hivyo nyote, mnaanguka nyote hivi, si ndio? Anawapiga head, nyinyi mnaenda head, si ndivyo? Na anawazungusha sunguka na maka mbona wafanya hivyo kama zina nguvu. Barikiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wakati ambao mtu anasungushwa, anatembezwa hivyo, a wise man will not look at what he can see the manifestation. Mtu mwenye busara hata angalia tu mambo hayo ambayo yanafanyika. When he deploys the spirit of discernment, anapotoa hiyo roho hiyo ya utofautishaji, it will ignore what you can see the manifestation. itaangalia tu yale maonyesho ambayo unaona. It will go beyond now the spirit behind the curtain that is causing what you can see to happen. Itaenda nyuma ama zaidi ya kile kitu ambacho kinafanya mambo hayo And we yatendeke. said there are three things that controls and manifestation. The first one is the evil spirit. The second one is the Holy Spirit. And that thing is a human spirit. You are going to differentiate. Utajua kwamba one of these spirits is at work. Utaweza kutofautisha na kujua ni roho ipi ambayo inatenda kazi. And that's why when you are seeing manifestation, somebody calling himself a mighty prophet, a mature believer, Na kwa hivyo unapoona maonyesho hiyo ambao mtu anajiita nabii aliyekomaa, Mkristo ambaye amekomaa, we never go to that place. hawezi akaenda mahali hapo. But he will scan to see Lakini ataangalia ili aone what is the spirit behind what he can see. ni nini roho ambayo iko nyuma ya yale ambayo That's anaona. why in the book of Ephesians chapter number 4, Ndio maana katika kitabu cha Waefeso 4, the Bible says so that we may become mature in faith. Biblia inasema ili tuweze tuwe tumekomaa katika Not to imani. be spiritual babies. Tusiwe watoto wa kiroho. So that we may not be tossed here and there by every wind of Ili doctrines. tusirushwe hapa na hapa kwa mawimbi yoyote ya mafunzo. When you have this spirit, you can know Unapokuwa na roho hii utajua. the spirit behind any manifestation. Utajua roho iliyo nyuma ya maonyesho yoyote. But nowadays people are pushed by what we call the crowd. Mahali ambao kuna watu wengi unakimbia. And let me tell you the truth. God is not in the crowds. Lakini siku hizi watu wanapelekwa tu na watu wengi, na nataka kuambia kwamba Mungu hayuko kwa watu wengi. Now a good example in the book of Acts 16. Mfano mzuri ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume Paul 16. went to preach somewhere. Paulo alienda kufunza 16 to 18. Matendo ya Mitume 16 hadi 18. And now he was preaching. Na alipokuwa anahubiri, And there was a certain lady. na kulikuwa na mwanamke fulani. Can we read together? The Bible says what? Now, I cannot hear you people. Kara siwezi kusikia. Let's go. Now look here. Foretelling. Foretelling inamaanisha kwamba atakuambia kitu ambao kitakuja kutimia. Sawa. And the Bible says for a period of time, this woman alikuwa anaongea ukweli. Anaambia watu tafadhali, listen to this, is a man of God. Every time they are in the meeting. Wakati wote walipokuwa kwenye mkutano alikuwa anawaambia wasikie mtu kwa sababu ni mtu wa Mungu. It was true what she was saying. Na ilikuwa ni ukweli kile ambacho alikuwa anasema. And that's why you need to know that the spirit of discernment also differentiates between the truth and the true. Na ndio maana unafaa kujua kwamba roho ya utofautishaji inaweza kutofautisha kati ya ukweli na pia kitu kisicho ukweli. Truth with true. Ukweli na ukweli. Now look here. When a witch tells you that your name, she's speaking, it's true what she's saying.
Is that okay? But that is not the truth, because the truth is centered in the word of God. Now this girl, she was speaking true. Kwa hivyo msichana huyu alikuwa anasema ukweli. But the truth is, lakini ukweli ni kuwa, because in the devil there is no truth. Kwa kuwa katika ndani ya shetani hakuna ukweli. What she was saying was not the real truth. Alichokuwa anasema huko ukweli huo ukweli. Kwa hivyo after a period of time Paul wanatoka, that's why I said you activate this gift so much when you in the mood of prayer and also heavy worship. Now this time they have never detected whether this girl, she's under spirit of divination. Wamemfanya kuwa kansala wakati ambao kulisendi inaendelea. Ndiye alikuwa na kanzo watu. Na nawaambia leteni majina, unatoka wapi? Na nawakilia mikono. Na nawaambia wewe utakuwa mtu mkubwa, nimekuprofesaya. Na ikaendelea hivyo, lakini now when they are coming to prayer, the spirit of discernment is so much awake. Na ulipokuwa anakuja maombi, hiyo roho ya utofautishaji ilikuwa imeamka zaidi. And Paul now be convinced in the spirit. Na Paulo alikuwa katika roho, that the manifestation that I see, ya kwamba hiyo maonesho ambayo naona, now the spirit behind this is an evil spirit. Roho nyuma ya hii ni roho chafu. Because hao ndio wale waombaji wanaenda kwa nyumba. Alikuwa na kanyumba mahali, kazi yake ilikuwa ni kuombea watu na kuambia kwamba wewe umerongwa na mtu fulani. Na that's why niliwaambia Sunday, mtu yeyote ambao anaenda kuombea kwa nyumba ya mtu, akiwa amepata msaada, kuja nitakupatia kitu, because you never be helped. Hautasaidika. Nao ndio tuko nao wengi foretelling, wale ambao wanakuambia nani amekuroga, na unaendaga kwa nyumba ya mtu ambao anaitwa muombezi. Nione muombezi. You are so useless with that muombezi wako. Let me tell you the truth. This is a spirit of divination ambayo inafanya kazi. Hallelujah. Na ni vizuri unjue kujiombea, wacha kuwa prayer project ya watu. Hallelujah. Amen. Mbona interpret Kiingereza wewe? Bwana siwe. Amen. Kwa hivyo wakati ambao uko na hiyo spirit, when you have this spirit of discernment, kwa hivyo unapokuwa na roho hiyo ya utofautishaji, you are not excited by what you see manifestation. Hufurahishi tu na kile ambacho unaona maonekano. Whether that person tells you something that look like a truth, hata ikiwa huyo mtu anakuambia kitu ambacho ni kweli, you must go behind this thing. Unafaa kuenda nyuma ya mambo hayo. And to test the spirit that is causing this thing to happen. Ndio unapima roho hiyo ambayo inafanya kitu hicho kifanyike. Verse 17 the Bible says what? 17 Biblia inasema nini? The God followed Paul, this is a servant most high. Hii ni ukweli anasema, si uongo, ni ukweli. But the spirit discernment differentiates between the truth and true. Lakini roho huyo ya utofautishaji inatofautisha kati ya kweli na ukweli. Why is not true? Because the source is not from God. It's the evil spirits. Na sio ukweli kwa sababu haijatoka kwa Mungu bali imetoka kwa roho. Nilikutana na mtu akaniambia vile nilirogwa. Na let me tell you, mimi nashanganga watu wakisema wanarogwa asiendelee kazini. Wewe unaendanga saa 3 kazini, very lazy person. Wewe ndio unatoka wa kwanza, kazini unakuanga kwa simu throughout. Ukiambiwa na bosi usikiangi na unasema umerogwa. Unataka mtu akukutia moyo, umerogwa, kuna mtu anakuonea. Hata mchawi haezi kubizana na mtu aina hiyo, because already amemalizana. And we exalt so much witchcraft in our time. Na tunainua sana uchawi wakati wetu. Let me tell the truth. Any man that is born of God, there is no witchcraft and sorcery. Wacha nikuambie ukweli, kila mtu ambaye amezaliwa na Mungu, kwa Mungu hakuna uchawi wala urogi that can prevail against you, ambayo inaweza kumshindana naye, whether you know it or you don't know. Hata kama unajua ama hujui. That's why the children of Israel wakati wanatoka Misri, the greatest witch anaitwa Balaam anawaroga na wajui, lakini Mungu alideal na yeye. Unajua we are so conscious about devil, nani anakuronga, nani anakuendea. Na ukiangalia yule mtu anaendewa, aombi, akai maisha ya kimungu, kazini ni mchezo, unajua kwamba hata huyu ndiye amejiendea. Hallelujah. Amen. Mungu akusaidie, kwa sababu hakuna msaada kwa nabii. Msaada uko kwa Mungu. Amen. Daudi akasema the other day, nainua macho yangu nitazame mlimani,
msaada wangu unatoka wapi? Akusema uko katika nyumba ya mama fulani mwombezi mahali fulani. Nikisema Mlolongo najua nitakaliwa vibaya from this side. Mahali fulani from Athi River. Bwana asiwe. Amen. Learn how to pray for yourself. Jifunze kujiombea mwenyewe. Mtu akikuambia ukweli isikuexcite. Scan the spirit behind the manifestation. Uangalie roho ambayo iko nyuma ya kile kinachotendeka. Because what you see is deceptive. Kwa sababu yale ambayo unaona yanaweza kuwa ya madanganyifu. Hallelujah. Amen. When Paul scanned, Paulo alipoangalia kwa undani, alijua kweli. he knew the truth. Now look here. Angalia hapa. In the heart and the spirit, Katika roho na moyo, because imefichwa hizo zote. because it's been hidden. You can amplify the voice of the heart of a man. Unaweza ukainua hiyo sauti za kutoka Uongeze mioyo ya watu, sauti yake. kuongeza sauti. Ili ujue moyo wa mtu. So you can know the heart of a person. Especially if you are a leader. Sana sana kama wewe ni kiongozi. Learn to lead by giving instructions. Unafaa kuongoza kwa kupeana hizo masharti. Every time you are giving instruction, simple instruction, you amplify the heart of men. A man that is not committed to you will never do what you are telling him. That the heart will be amplified. Utajua moyo wake ukoaje. Mtu ambaye hajajitolea kwako hawezi akafanya kile ambacho unamwambia afanye. At any level of leadership, and I want to tell you something that has helped me. Learn to give instructions. Small instruction, do this, do this, do this. Ndio utajua a rebellious heart and a loyal heart. Kwa kiwango chochote cha uongozi unafaa kupeana hiyo masharti, na kwa hivyo utaweza kujua hiyo roho ambayo imejitolea na hiyo ambayo good leader. Kwa hivyo kiongozi mzuri, for him to have better understanding and discernment, ili aweze kuwa na maelewano mazuri na pia kutofautisha. not only spiritually but learn to amplify the voice sio kiroho tu, of lakini the heart of the people that you are leading. Sio kiroho tu, lakini ujifunze Wapatie kuongeza sauti ya watu wanaoongoza. Everywhere I lead, hata kama ni kwa mapastors, huwa napata instruction nyingi sana. Naweza kwamba please, mwanaweza imbe hiyo wimbo na sitafuata, na nitaangalia tu, nitakuwa nafuata. Utajua the loyalty of a heart of man. Utajua huo ukweli wa watu. Even at home as a parent, learn to lead by instructions. Hata nyumbani kama mzazi unafaa kuongoza kwa masharti. It amplifies the heart that is rebellious. Utasikia sauti ya rebellion. Itaongeza sauti ya hizo mioyo ambazo zinapingana nao. The third thing why you need the spirit of discernment. Na kitu cha tatu mbona unahitaji roho kutofautisha. It identifies deception. Ni kuweza kuona hiyo uongo. No man can know when man is preaching the deception and the truth and the error. You cannot know them unless you have the spirit of discernment. Uwezi ukajua mtu anapofunza ama kuhubiri mambo ya uongo kama una roho hii ya utofautishaji. In the book of 1 John chapter 4 verse 1, very fast. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4:1. The Bible 1 John 1:4. So 1 John 4:1. Yohana wa kwanza 4:1. The Bible says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are from God. Now look here. Kile nimewaambia. Now, maandiko nasema, beloved, do not believe every spirit. Wakati unaona there's a move of the spirit involved, don't be quick to believe in every spirit. But the Bible says, test every spirit. Lakini Biblia inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zipimeni hizo roho. That's why when you are walking, hata kama, look here sisters and brothers. Afadhali as a brother upoteze wale tusiende nao, lakini usiache kaskana kakiroho. Kila kati kafungulie kwa moyo wako. Kata kusaidia. When you are sitting in a meeting, imekuwa advertised na TV, kwamba a great prophet amekuja. You need this to know the spirit behind deception. Unapokaa kwenye mkutano unahitaji karama ili uweze kujua roho nyuma ya uongo. Now we are looking at now personality. The person ambao anatumiwa kama false prophet now. How do you know a false prophet? Somewhere the Bible says in the book of Matthew 7, some verse inasema kwamba for
false prophets, they have come in a sheep clothing. It is very difficult to know these people kwa maana vile wanakaa wamejipackage kama kondoo. Wanaongea vizuri na maneno pole pole. That's why many deceivers, they are soft spoken. Wanaongeanga pole pole. May the Lord bless you. May the Lord keep you. You are blessed of the Lord. Shout a good amen to Jesus. Behind that spoke. Anasema kwamba be aware of false prophets because they come in you in a sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves. The doctrine they teach is a destructive one. Like in our times, mtu yote anakuambia umerongwa na mamake na mamako, wewe na huyo mtu yote nyote mko watu kitu the same. Mama si angekuwa kitambo, kwa nini akuronge sahi? Na makurongwa baada wewe kuanguka shule, na wao ndio linjiangusha shule. Atunasema nirongwa na nani? How do you know this man is a false prophet and deceiver? Now we are speaking about deceiver. The spirit of discernment itakusaidia kujua the deceiver. Kwa maana many wamekuja na wamefaa kama kondoo, kutembea anakaa kama kondoo. And let me tell you the truth. Nimekuja kundua kwamba kanisani, especially mtu yoyote ambao anaweza kuwa na uwezo wa kupatia watu pesa, majority wataanguka hiyo kwa sababu watafuata pesa, watafuata moyo, kujua mtu moyo wake ni gani. Hallelujah. Amen. But inwardly they are dangerous wolves. Lakini nje ukimwangalia. That's why stop believing people from outward appearance and they teach. There's a fancy, unaona madhabahu yuko fancy, is a ministry, anafuatwa na bodyguards. Kwa nini mnipatiange bodyguard jamani? Na yani ako na kila kitu, yani kila kitu ni fancy, yani vile mnamwangalia watu wanasema oh this is the man of God. Let me tell you the truth. Don't believe these things. Go beyond what you see. Utoe hiyo kaskana kako umfanye hivi. Unjue kwamba whether is a false prophet. Now niliwaambia the other day, false prophet si lazima afunze kitu ambao ni wrong. Anaweza funza kitu right lakini spirit ndani yake ni wrong. Siku moja nilienda kuomba Katoloni. Wacha niseme Kiswahili tuende, usiende kaa hapo. Katoloni. Na nikaombiri sermon moja and I called people who wakoke. Watu wengi wakaokoka na wakapona. That time I was a young preacher. And the following day the man who stood that altar alikuwa anaita mtu, Magi kuja. Na usikuje na useme Magdalene kuja. Anakuita na jina lako. Anakuuliza kitu kwanza, ushaniona? Anasema pano sijai kuona. Ukisikia imeanza hapo ushaniona, tushaonana, inaanza ngapi? Unasema mjionana, na anasema kwamba unajua kwa nini ambao umekuja hapa? Anakuambia exactly kime kilikuleta kukuomba. Na alikuwa anajua wala wanawake wako na pesa. Do you know if ladies wala ambao ni wale wako kanisani kama ikisa kuwa machua, wafunge wallet yao, false prophet wanaweza kufa wote. Na waombezi wa funded na wamama. Hivi ni mtu wa Mungu ananioneanga kila katu namlipia rent. And that's why financially unaanza kwenda chini kwa sababu roho inafanya kazi si ya Mungu. Kwa hivyo this guy akanifuata kwa room akaniambia kwamba man of God, I like the way God has used you. Nilikuwa na pastor mwingine rafiki yangu. Na akaniambia ningekupeleka mahali ungeanza kufanya vitu nafanya. Nikastuka. Mtu anapeleka kwa mahali. Watu wanaona nimestuka, akaanza kusema haya ilikuwa mchezo. Na let me tell the truth, alikuwa anafanya miujiza mingi kwa prayer center. Nobody could detect it. Tuko mahali pambaya. Nowadays alimwacha ukiwa kwa TV na kwa radio. Alikuwa wakati nilijua kuna mahali anaendanga. Na nikamuuliza, hebu niambie mtu anaendanga wapi? Naambia kuna mahali unaenda unatoa sandaka kwa mlima, vitu nyingi za unganga. Na kweli alikuwa anaona, hata anaweza kuambia nini umekula asubuhi. Umekula chapati ya hata 2. Yes man of God. Mtu akiambiwa kitu anaanza yes man of God. Aujui umekula chapati ya hata wewe?
For you to know the deception, I'm a deceiver, false prophet, you must have the spirit of discernment. You discern them. Because it's not what you see. They are so much hidden. And one sign of them, they are so good. My false prophet wote, they know how to give handouts. Wanajua kusaidia. Na wanatangaza, wakisaidia lazima tangazo kwa TV. Maandiko yanasema wakati unasaidia mtu si lazima useme. Bwana asifiwe sana. I'm not a politician, but yesterday I was touched. Wakati nilisikia watu wakiongea mambo ya Raila, anawakuwa anaongea hiyo story. So alisaidiwa na Raila, so alisaidiwa na Raila. Na hakuwa anasema, lakini alikuwa anasaidia sana. False prophet, hata kama ni kaunga anakupatia, shika hiyo kaunga, mnapikiwa picha, then unaanza kupatiwa interview. Tulikuwa tunateseka na njaa tukufe, huu nabii akakuja kutusaidia. When you publicize those things, and now you expose people of God, mtu wa Mungu yote anafaa kuandaliwa with a lot of dignity. Bwana asifiwe. That's a sign of a deceiver. How do you know it? You must have the spirit of discernment. The last one, in the book of 1 Timothy, very fast, please. Ya mwisho kitabu cha Timotheo wa kwanza. Chapter number 4, tukimaliza sasa. Timotheo wa kwanza 4. Verse 1. Timotheo wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. Let's read together. Now the Spirit expressly says that in latter time the Bible says in the last days or end times which are living now, it will be a dangerous time. Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho ambazo tuko sasa utakuwa wakati wa kuogofya. Because many will live the true faith. Kwa sababu wengi wataishi kwa imani ya ukweli. Wataacha. And they shall follow a deceiving spirit, deception. Na watafuata hizo roho zinazodanganya. Doctrines of men and demons. Mafunzo ya wanadamu na pia ya mashetani. How do you know this man who is so packaged like a sheep, yet is a wolf, with a false doctrine? Is when you have the Spirit of God helping you to discern, to know the real person. Hallelujah. Amen. So simply, this gift helps you to know, to detect the deception. Kwa hivyo karama hizi zinakusaidia ama kujua ama kuona uongo. When somebody is teaching the truth from error, na mtu anapofunza ukweli, deception from the true gospel, uongo ambao kutokana na habari njema, counterfeit and the genuine gospel, uongo na pia habari za ukweli. Kwa maana una twist kitu kidogo inakuwa doctrine, lakini ukiangalia inakaa kama kitu mzuri. Let me ask you wapendwa, ukweli ya kwamba ile ukweli. Kitu moja niulize wapendwa. Ni mahali wapi Biblia inasema kwamba upatiwe maji ya baraka ni wapi? Because many of the waters that unaonanga azitoki tu maji, inakuanga for marine spirits. Na wakati ambao unaanza kuzitumia, that's why unaona mtu anatupiwa maji hivi wote wanaanguka. Kwani Holy Spirit anatembeanga na maji? Bwana asifiwe. All those doctrines which are not in the Bible, reject them. Mafunzo yote ambayo yako kwa Biblia uyatupilie. Because it doesn't matter how powerful the man is. Kwa sababu haijalishi mtu huyu ana nguvu gani. Is a false prophet, is deception. Ni nabii wa uongo na ana uongo. The last thing, ya mwisho, you detect manipulation. Utaweza kuona iko manipulation. Now look here. Now manipulation imeongea about the spirit and binadamu. Sasa naongea the roho of a man, the spirit of a man. Unaweza detect whereby the spirit of God is not working, but man's spirit is the one that is working. Unaweza ukajua pale ambapo roho wa Mungu hafanyi kazi na ni roho wa mtu tu ambaye anafanya kazi. Where there is a lot of manipulations. Ambapo kuna huko kutumiwa vibaya. That's a human spirit at work. Hiyo ni roho ya mtu ambaye inatenda kazi. And many people now, this is what we call now witchcraft. Manipulation ni roho ya witchcraft. Huko kutumika vibaya ni roho ya uchawi. Kwa hivyo wakati ambao mtu anatumia watu, unaweza sense kwa roho, unajua kwamba this is not a genuine man of God. What I can see is the real manipulation. Bwana asifiwe.
Kuna wakati ambao prophet mmoja aliletwa kwa TV na ako amekaa na mtu mwingine hapo, anajifanya anapiga simu kwa radio. Naongea na nani? Na Stella. Na ako hapo tu wanaongea na hivi. Hiyo ndio inaitwa manipulation. Ulikuwa na shida gani? Naona ni mchungaji alikuwa wanafanya kazi ya wakiwa wawili ili mjinga fulani atume sadaka wapate pesa. You can detect manipulation. Unaweza ukajua uko kutumika vibaya. Ukiona mtu ambao anakusukuma na anataka all the time is really fanyike, ni lazima ujue kwamba this what we call manipulation and is not coming from God. It's not coming from God. Na uko kutumika vibaya kutoki kwa Mungu. Listen to me. Nisikizeni.